Yes. Karibuni. Mambo? Naona sikiliza tabuka. Sasa kijana, kwaje? Ndio huyu sasa. Ndio huyu sasa. Umefika Nairobi? Ya, na kama umechangamka. Karibu kujeni sasa kwa ofisi. Asante. Yes, umefika. Hata kama umechelewa kidogo. Tunakuweka. Umenielewa kidogo kijana. Iko wisdom. Wisdom. Habari yako wisdom? Na kazi naye hapa. Uko fiti? Niko salama. Okay, sawa. Asante. So, karibuni. Hapa kwa ofisi. Hapa ndio tunakuanga. Ya. Mimi naitwa Joseph Jeroge. Kutoka Gatundu South. Nafanyia kazi hapa tuko. Mahali kunaitwa FG Computers. Mimi nauzanga vitu za electronics, computers, laptop, desktop, vitu za aina hiyo, CCTV na kila kitu. Na bado nauzanga mashamba na bado niko kwa siasa. Nanga siasa. Naomba utuelezee unafanya biashara gani? Ni nini hasa unauza hapa kwa duka? Sana hapa nauzanga laptops, mobiles, simu kama hiyo na simu kama zenye mnatumia, vitu za CCTV, consumables kama toners, cartridges, nini, tablets za watoto, mambo ya networking. Yani area yote inahusika na mambo na technology. And na mpaka copiers, printers, those big one and small one. Home use and office use ama kwa these big companies kama kwa serikali tuna supply parastatals, counties, hivyo na tena watu wengine wa kuuza. We do sell retail and wholesale. Umetaja kwamba wewe uko kwa siasa. Labda wewe uko kwa siasa kivipi? Unaitisha kiti ama unaitishanga kiti ama hebu tuelezee. Naitishanga kiti kule Gatundu South. Niko nasimamanga na hata saa hii napanga hiyo maneno. Ndio kama nitarudi bado kwa debe. Nasimamanga huko kule Gatundu South. Niko nimesimama 2017 tukiwa na mtu anaitwa Moses Kuria. Na bado saa hii najipanga, unajua bado mwaka iko mapema. Sasa by tufike ikuje kuisha takuwa nimeamua mambo itakuwa namna gani. Kwa hivyo utakuwa unashindana kule na Moses Kuria na wengine. Niliona akisema atarudi. Sasa atakuja tupambane na wale wengine watakuja. Lakini nitakuja kujulisha watu masiku zijazo. Okay. Asante sana. Wacha tukuje kwa lile ambalo limetuleta hapa. Umeweza kutupigia simu ukatuambia tukuje hapa kwa ofisi yako, na labda ni kutokana na ile story ambayo tulileta ya huyu kijana anaitwa Tito. Hebu tueleze uliweza kumuona vipi huyu kijana na story yake iliweza kupunguza vipi? Hiyo story yake niliona kwa page ya mzee anaitwa Bazu. Ni rafiki yangu. Sio wakati nakanga nini zake, video zake, huanga na phone na huanga naona. Hata natoka nimeweka notification inanitumia. So huanga tunasaidianaga na ananitanga nipeleke mahali tuende tukasaidia hivi na hivi. So vile nikaona hiyo story ya huyu kijana ikanishika sana. Pia niliona vile anang'ang'ana kuleta chakula kwa meza, kupikia mama yake, kupikia brother zake na sita zake. Hiyo kitu ndivyo niona tena, nikasikia mamake ni mgonjwa. Nikaona ile mashida wanapitia. Hiyo kitu ikanishika kwa roho. Nikasema akuja sisi kwa ofisi tujadiliane kidogo, tuwe na mimi mahali naweza msaidia. Okay. Na wakati umeona na tukaweza kukuelezea, akaweza kukuelezea ile kitu ambacho anataka. Sio kama amekuelezea ama tumuulize akuelezea ile kitu angetaka. Anaweza sema tena isiwe alikuwa ninaganya wakati tulikuwa tunaongea naye kwa simu. Kijana, tuelezee unaitwa nani kwanza? Najua watu wengi wanakujua lakini jitambulishe tena, sema unaitwa nani? Majina ni Jackson Tito. Okay, Tito, tumekuja kwa mheshimiwa. Naweza takalia hapa Tito. Sikuwe na wasiwasi, nikalia hapa usimame sana. Kaa hapo. Ningependa nisaidie kujenga. Okay. Na mabati juu nataka tujengee mabrasa wangu. Nimemwomba atusaidie na mabati. Okay. Ni shida nyingine gani ungependa akusaidie ambaye ungependa akusaidie labda kwa sababu umepatana naye hapa? Mimi nilikuwa tunamuomba hapo tuko mabati. Juu tunataka kujenga. Juu unataka kujengea familia yenu. Mheshimiwa, umeweza kusikia kijana anataka familia yao itoke kwa shida ya kulala nje, wanataka kujengea mzazi na watoto wao. Ungeona unaweza kumsaidiaje? Mimi ningesema penye hiyo story yake iko
watu kama watu tunataka kushikilia juu kuna wengi kama hawa, lakini wenye wametokeza tunachikana, mimi na wewe na mwingine tunawasaidia. Juu mimi nikitoa yangu kidogo mwingine atoe, nyumba itaisha. Na sasa wenye aliniambia, akaniambia amengangana tangangana wakiwa na Bazuu na watu marafiki wengine waanze nyumba, ikishafika mahali wameweka roof, mimi nikamwambia nitawasaidia na mabati. Lakini hiyo mabati nikasema in case watu wasaidie ikuwe mingi, tunaweza atafanya zizi ama kitu kingine tuongezee hapo. Unajua sasa nyumba sasa haijawekwa fence, najua iwezi kukaa tu hivyo. Ikakuwa mingi the better. Na hata ndio nilikuwa nauliza huyu kijana kama anaweza niambia namba ya simu yake yenye tunaweza tumia, na hata nikipata hiyo mzanda yangu yenye nampea, naweza tuma hiyo pesa. Hebu sema namba yako nani Tito? 07 45 0745 94 40 60. Unatoa jina gani? Ruth Maleva. Ruth ni nani? Ruth Maleva ni nani? Mama. Maleva. Maleve. Oh, Maleve. Huyo ni nani, mama yako? So mtu akituma pesa inaenda kwa hiyo namba. Juu I think hiyo ni ya mamako, juu wewe hujafika mtu akupewa simu, haujafika miaka ya kuwa na simu ama kuwa registered. I think watu wenye wako kwa mtandao kwa hiyo nini yako wakitusaidia kutoka kwa hii Com TV na yonanga sana, hata mnajitoleanga sana kuleta story kama hizi. Na yeye ni mzuri. Tena mnashikana na mtu kama huyu Bazuu, mambo inasonga vizuri. So mwenye mwingine yako hapo na angetaka kusaidia huyu kijana, wenye wataingia hizo kwa story, wafuate hiyo story ya huyu kijana, wataona hiyo kitu inahitajika msaada na inahitajika watu wajitolee. So kama uko hapo na ungetaka kusaidia, namba iko hapa ni ya mama huyu kijana, ni 0745 944060. Ukituma pesa itatoma jina Ruth Maleve. So kama uko na kitu unaweza tuma kwa mama yake. Nyumba mmeniambia inaanza Monday, si ndio? Kama ulisema nini Bazuu inakuja wakati wote inaanza anza. So watu waanze kutuma, watumie kitu hapo. Hata tukienda tuone nyumba hata tu change, pesa ikuwe mingi tujenge ikuwe ama kitu permanent mara moja. Sitakuwa mzuri. Sidio? Ikatakuwa kwa kona hani? Kwa nimezuriwa na mtu wa Com TV. Nasikia nagojea tu malizia kuongea. Sawa, nimemalizia sasa. Sasa na tena huyu kijana ameniambia hiyo mambo ya mabati na nikasema nitanunua. Lakini nikafikiria nikaona juu niona ni kijana ako creative sana. Na hii kijana unawezaona ni kijana mdogo lakini mjanja sana. Nikasema nitamtafutia kitu kingine. Juu niliona akona kasi, alikuwa na simu nyingine hapo haikuwa inakaa vizuri ya kuchukua kitu kama video. Nikasema nitamnunulia simu ndio aende kuchukua content. Juu miaka ingine sasa akona miaka 14. Miaka ingine ikikuja atakuwa kijana smart sana. Sasa tukamshikilia kidogo, tunamwonyesha venye kufanya na nyinyi watu kama nyinyi, muonyeshe njia, atakuwa akifanya vitu anatafutia riziki. Ndio asikuje sasa tena na yeye asaidie mtu mwingine. So kuna simu nilikuwa nimemnunulia hapa. Nikasema nimletee. Nikasema sasa nimpatie ama shika ujitolee. Wewe ni gani? Na uone kama inaweza msaidia. Nini? Inaitwaje hiyo simu? V60 Lite. Inaitwaje buangalia? V60 Lite. V60 Lite. Na iko na capacity mzuri ya memory hapa na nini storage. Inaweza na picha yake inachukua video vizuri sana. So nikaona hii for the time being itasaidia ukijana. Hebu fungua hiyo simu. Unafuruta hivi. Kama nyingi unafuruta hivyo. Namisha hivi. Unafanya hivi. Haya, toa simu ione kama iko sawa. Si unaona simu iko hapa. Hiyo ni simu. Hata haijatolewa kwa karatasi, kijana ndiye atatoa kwanza. Unaona, si unaona ibonyesha nani? Mtu wa TV. Tito. Unaweza acha. Mheshimiwa, nitamshukuru sana kwa ajili yenye amenifanyia na ninamuombea mema, Mungu ambariki. Asante sana. Bazuu. Wacha sasa tuende kwa Bazuu ambaye ndiye aliweza kuleta hii story kwa mtandao, ndio hata yeye tuweze kusikia kutoka kwake.
Mr. Bazu. Ndio mimi hapa. Uko aje? Mimi na furaha mbaya. Ai. Sikudhani tutafika hapa. Ikomi. Ai. Mtoto wako na nyota. Na si ati mimi. I'm so happy. Tumeweza kuona pale kwa Citizen TV. Tumeweza kuona kwa media nyingi kijana akiojiwa. Kufikia hapo watu wameweza kuwasaidia aje na unaweza kuambia aje? Kulingana pale tumefika. Ninashukuru sana. Yeah. Ya kwanza ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu ndio muweza wa kila kitu. Manake hapa nimefika si mimi, ni uwezo wake Jehova. Kwa hivyo shukrani za kwanza ninampe Jehova, asante kwa kila kitu. Pili nitakushukuru wewe mtazamaji. Niangalia hapo. Na wale mnanifollow hapo kwa TikTok Ifrem Bazu na Facebook Ifrem Bazu pia YouTube. Nashukuru sana. Tena asanteni sana. Huyu kijana nilimpata kama analala chini, nilimpata anahangaika. Nilimpata hata hakuwa na kitu ya kukula. The truth of God. Mungu anione aliye juu. Hiyo siku alikuwa analala njaa. Mimi ndio nilisimama na watu wakaweza kukula. Then kutoka hapo nikachukua video, nikapost. Ilienda vizuri sana. Nashukuru ilikuwa na pingamishi kidogo juu pale majirani, but niliamua hii nitanyanyana nayo. But nashukuru sana nyinyi wote mmesimama na huyu kijana. So far mahali pale tumefika ni mkono wa Mungu. Hebu imagine guys. Sasa tumeweza kukomboa nyumba ya 4,000. Na hiyo nyumba tukapata rafiki yetu anaitwa nani? Yule madam. Yeah, anaitwa Gladys Kanyaka, asema hiyo nyumba talipa mwaka mzima, lakini mimi niliwalipia pamoja na deposit. Yeah. Gladys naye ataendelea huko kwingine, alisema atasimama nao mwaka mzima. Then kutoka hapo tumeweza kununua kitanda kureti mzuri sana, mattress mzuri sana, na kuna zenye zililetwa but mimi niliona Tito kama amepitia platform yangu hata lalia mattress nze. Nilisema niliambia haja ilalia kitanda. Nilisema atalia kitanda expensive. Kitanda yetu tununua 20,000. Wow. Tukanunua mattress ya High Desert 2, Futaform na Johari na Futaform. Tunashukuru Mungu amempata TV ya 60 ya Ruru Hassan amenunulia kijana TV ya 65 inches. Wow. Yenye sasa nasikia itaingia kesho. Na mimi nilimnunulia TV jana ya 42 inches. Ndio sasa anasema TV hajaiona. Tunashukuru sana nyinyi wote mmesimama na mtu. For now, imagine. Venye tumefanya hiyo kazi yote. Pale tumefika. Pesa ya shamba tulichanga siku ya jana kwa TikTok yangu 170. Na venye leo tumetoka inaitwaje hiyo? Citizen TV, yeah. Kwa simu tuko na 230,000. Wow. Huyu ni Mungu ama si Mungu? Sasa hapo ndipo tumefika. Kwa hivyo sasa so far guys, tuko na pesa, tukipata shamba ya 170 tutanunua, na tuko na pesa kidogo tu ya kuanza kama mjengo. Ingawa mjengo najua inataka pesa mingi. So mnaweza support, tutaendelea tuna kwa update na accountability bado tuko nayo, na Mungu awabariki sana sana. Itu mimi ningekuomba kama kesho utaweza na kesho kutwa hawajaingia nyumba mpya. Yeah. Wataingia on Monday kwa sababu kuna vitu, kuna kiti kwa fundi na inashonwa. Okay. Na ningetaka ukuje uchukue video. Wakenya waone. Inaitwa ceremony ya kufungua nyumba. Tito amesema umurudia baba. Unasema ito nini? Ceremony. Yani sherehe ya kufungua hiyo nyumba. Wow. Yes. Sasa tutakuja, ningetaka Ikomi mkuje pia na ule mwenzako wa Mitu Show. Na wale wengine mtakuja. Ningetaka muone accountability yangu venye tulifanya. Yeah. Yote tumefanya na kijana, kila kitu tumenunua na kijana. Yeah. Muone venye yuko. Yeah. Nashukuru kwa Mungu na kwenu. Asante. Ungependa kuambia wahisani kama hawa, kama mheshimiwa hapa, na kipendo mtaje kwa jina kwa watu wajue ni mheshimiwa gani ambao wanajitokeza na kusema watanunulia watakushikilia kwa mjengo, watanunua mabati. Naona hapa ameweza kuwanunulia simu. Wahisani kama hawa ambao wanajitokeza unaweza kuambia nini? Haswa huyu mheshimiwa. Kitu ya kwanza mimi nitaongea kuhusu ujamaa.
naona ni karibu my agement. Huyu jamaa Mwenyezi Mungu amembariki. Kitu ya kwanza hana maringo. Hana maringo, anaingiananga na watu wote. Hatujazana naye sahi. Kote mimi huenda mchango nikifanya online TikTok, lazima akuwe uko na nafanyanga vitu mimi hata siwezi hesabu. Kila mahali nikiingia lazima akuwe. Alinipigia simu akaniambia nataka kuona ukichana. Watu Mungu awabariki. Mr. Joseph, God bless you so much. Amen. Akina nyinyi mnajua kuomba. Si tuombe ujamaa apate kiti ya MP. Yeye utamani sana kukalia kiti ya MP Gatundu. Sawa. Na nyinyi watu wa Gatundu simchague ujamaa walai. Si mnajua Joshua Meregeti. Joshua Meregeti hakuna mtu amjui Gatundu. Maana yote anakuanga namba 2. Sisi sasa tujaribu aingie namba 1. Achukue hiyo kiti. Na tutashukuru Mungu sana akichukua. Baadaye tunakuombea hiyo. Tito, ungetaka ujamaa apate hiyo kiti ya MP? Kabisa. Unajua nikwambie nani Itomi? Ikomi. Mtu wa kwanza kunibeba na V8 ni ujamaa. Wow. Na si tukienda harusi kwenda kusaidia maskini. Huyu usiku saa 8 usiku. Mahali popote nikiwa anakujanga. Anakuja hata anasaidia. Joseph, God bless you so much. Amen. Sijui nitakuambia aje. Hiyo umesema imetosha. Hiyo kunibless kutoka kwa Mungu. That's more than enough. Asante sana. Shukrani sana Bazo. Neno la mwisho kwa watu ambao watatazama hii video na watu ambao wanakufuatilia na wanafuatilia story ya Tito. Okay. Jambo langu la mwisho nitaomba kwa watu wote mko hapo. Na ina request tu kutoka ndani yangu. Tusaidie kijana anaitwa Tito. Tuone sisi, unajua once come one. Hii once yake imekuja kuwa na 14 years. Kama huna wivu, tuokolee kijana tumjenge. Akuwe na nyumba yake yenye kesho atakumbuka nilikuanga kwa nimetrade. Na kwa kutrade kwangu nimejengewa na nikapata shamba. Na akasaidia wengine wao. Akasaidia mama yake na watoto wao. Sababu tukiokolea kijana, bidii yake ile ya kulea watoto itampa mtisha na asaidie zaidi. Ya mwisho. Ingia tu mimi page zangu si kubwa, follow me. In Facebook Anchor Ephraim Bazu. Make sure enda kwa page unifollow. Tule account nianze kuingia live nikiwa kwa page, kwa Facebook. Kwa TikTok na itango Ephraim Bazu ama Anchor Bazu. Na bado YouTube nitafute huko utanipata Ephraim Bazu. Rogo ni hiyo. God bless you so much. Namba yangu ya simu ni 0723-933-043. Uko hapo na mtoto aende shule na ni very clever. Nipigie simu nikiwa karibu, nitakuja, nitamchangishia aendelee na masomo. Mimi utetea watoto sana sana boy child ndio warudi shule na Mungu awabariki sana. Na kama sitakuja please nielewe. Juni watu wengi bado watanihitaji. So bahati yako ikuangukia hizo nitakuja. Asanteni sana. God bless you so much. Shukrani sana Bazo. Asante.